Nandi Sugar, Sugar ni hatari, Sugar pia ni tamu. Msikilizaji, tuko ndani ya We Talk Show, ndani ya Blue Radio, bringing the vibe. Na msikilizaji, kama kawaida basi tunamalizia pale katika the big conversation ambayo ni gumzo la siku. Tuko tunaulizia swali moja tu la utata. Je, ni lazima mpenzi wako ajue password yako ya simu? Na tukasema kwamba wapo wanaosema mapenzi ni uaminifu, basi usifiche kitu, lakini wengine wanasema kwamba simu ni ya mtu binafsi, si lazima kila kitu kijulikane. Wewe hapo ulipo msikilizaji unasemaje? Je, kujua password yako ya mmeo ama ya mpenziwe ni ishara ya uaminifu au ni kuingilia privacy ya mtu? Tuma ujumbe wako pale na tutakuwa tunazungumza na wewe kwa kina na kwa kina zaidi. Na msikilizaji, pale tunavyokamilisha pale, nataka nikupatie methali kuhusiana na hii conversation, na methali ambayo nitakupatia siku ya leo na kukuzuzua kiakili, kukufungua ya kwamba si kila jambo unaloliona pale katika maisha yako ni kitu cha kawaida tu. Vingine vinakuja na vinapita, na vingine vinakuja na vinabaki. Wajibu ni wako kuamini ama usiamini, ni kujitolea kufanya jambo linalofaa. Na hii leo basi methali kuhusiana na conversation ya leo, moyo wa binadamu ni bahari ya siri. Methali inasema kwamba moyo wa binadamu ni bahari ya siri. Kumaanisha nini msikilizaji? Kila mtu ana mambo yake ya kibinafsi, ama kila mmoja ana jambo lake. Faragha ni haki ya mtu. Like, kila mtu ana mambo yake ya kibinafsi na kila mtu ana mambo yake ya privacy. Like, mimi najua maisha yangu ambayo yako wazi na yajua mimi, na mnayajua nyinyi pale mtandaoni, maybe katika nyumba yangu, maybe katika ndoa yetu. Kuna vile vitu ambavyo viko wazi, unaviona kabisa hivi vitu ziko wazi. Alafu kuna vile vitu ambavyo ni vya kibinafsi, ambavyo ni vyangu mimi na vijua mimi kama Patience Samba, ama katika maisha yangu ya kuwa mke ama mamake mtu. Najua, I understand that kuna vitu ambavyo viko vya kibinafsi ambavyo siwezi kuvitoa. Kwa hivyo maisha ya binadamu, kumbe tunasema kwamba moyo wa binadamu ni bahari ya siri. Usidanganye na mtu. Mwende usidanganye na mtu. Msikilizaji, usidanganyike. Hii dunia itakula kwako. Meaning that kama moyo wa binadamu ni bahari ya siri, inamaanisha kwamba kila mwanadamu ana siri yake. Na kama kila binadamu ana siri yake, usiwe mtu wa kubeba vitu lightly. You can just say kwamba ni mume wangu, basi muamini. Hewa la muamini, ni mume wangu, tumefunga ndoa, tushaaminiana na tushafunga ndoa, tuko na watoto. Hata kama tuko katika relationship, mimi ni boyfriend yangu, ni girlfriend yangu, basi eka tu ile ishara ya uaminifu basi. Na mimi advise watu kitu kimoja. Mimi kama mke wa mtu, mimi kama mamake mtu, ama kama katika maisha yangu mimi ya uhalisia, tangia mimi niweze kujua mpaka nikapenda, mpaka nikafika mahali ya kuoleka, nasema kwamba always love 70%. Just love 70%. 30% mwachie mmeo. Ile 30%, hata siku ya leo ukija kupata heartbreak, hautaumia sana. Lakini kama wewe ni mtu wa kupenda 100%, itakula kwako. Because you never know. Nishasema kama moyo wa binadamu ni bahari ya siri. Na bahari kama ni kubwa, siri bado ni nyingi. Bahari, tunajua bahari ni kubwa sana, na ile bahari imebeba vitu mingi. Na kama bahari ni kubwa, siri ni nyingi sana. Siri ni nyingi sana. Kwa hivyo usikue mtu kuamini sana, ukawa mtu kupenda sana, ya kwamba hata usipomuona basi huwezi kula, usipomuona basi huwezi yoga, usipomuona basi huwezi lala. Potelea mbali. Jifunze mtu kupenda 70%, 30% mwachie. Ni kama tunavyosema darasani, mwalimu anafunza 70%, mwanafunzi ashike 30%. The same way we do it in love. Penda mtu 70%, 30% mwachie. Basi nasema kwamba chako ni chako, cha mwenzio ni chake. Hii ni methali ambayo yasema kwamba kila mtu ana haki na mipaka yake. Hata kwenye uhusiano kila mtu ana haki ya faragha. Tumesema kwamba tukimalizia msikilizaji tunamwambia kwamba kila mtu ana haki. Na chako ni chako, na chake ni chake. Kwa hivyo basi pale katika mahusiano yetu tuhakikishe kwamba tumeweka ile misingi ambayo inafaa. Na kama password ni yako, basi tukimkamilisha tutasema basi acha kuwe ya kwako. Tudhibitishe privacy katika mahusiano yetu na katika mapenzi yetu. Ndiposa basi tukaendelea na kudumu katika mahusiano yetu. Mimi niseme kwamba nikikamilisha ama nikihitimisha the big conversation, nasema kwamba cha muhimu zaidi ni kubadilishana matarajio. Ikiwa mpenzi wako anakubali kwa hiari
na mazungumzo yako wazi kuhusu mipaka, basi inaweza kuwa inaweza kuwa ya uaminifu, sio ya udhabiti. Na maanisha nini? Cha muhimu zaidi ni kubadilishana matarajio. Like sisi binadamu tunavyoketi chini tunakuanga na ile kupiga story and we learn a lot. Like tunavyoketi chini mimi na mwende tunasaketi chini tukapiga story tukasema like na kitu tumeongelea kuna vile kimenielimisha mahali. Like umenifungua akili. Matarajio ni mengi tunayotarajia katika ndoa zetu, tuwe na nyumba nzuri, tuwe na watoto wazuri, tuwe na magari mazuri, tuwe na maisha mazuri kumjua Mwenyezi Mungu. Lakini matarajio haya wakati mwingine yanakuja yanabadilika, yakawa ni mengine. Kwa hivyo wakati mwingine cha muhimu zaidi ni kubadilishana matarajio. Lakini tunavyotarajia matarajio kama ninakuja na mpango wa gari, wewe unakuja na mpango wa nyumba, unakuja na mpango wa maybe wa kufungua biashara, nakuja na mpango maybe wa kutengeneza maybe kitu kingine apart from biashara. Sasa ni matarajio ambayo tuko nayo katika wanandoa. Na kama kuyatimiza basi tunakuja pamoja, tunashirikiana. Lakini ikiwa sasa underline the word ikiwa mpenzi wako anakubali kwa hiari, hapa amekubali kabisa kwa hiari ya kwamba mazungumzo yako wazi kuhusiana na mipaka, basi password inaweza kuwa ya siri ama ya kuwa ya uaminifu na sio udhabiti. Ya kwamba na maanisha nini hapa? Nikisema kwamba yako iko wazi. Kuna mtu anasema kwamba mimi password yangu iko wazi. Maana nataka nifungue msikilizaji akili. Mimi na mume wangu tumeamua kwamba itakuwa wazi. Na hiyo ni hivyo tu, tumeamua kwamba hii tutakuwa wazi. Utanificha kitu, tuko we don't have any privacy kama tutakana wazi, sisi wote ni waaminifu. Lakini japokuwa tunaaminiana, basi usinifiche password yako. Hewala, hiyo ni ndoa ya mtu mwingine na maisha yake, uwezi ingilia. Lakini kuna ndoa ya mtu mwingine atakwambia kwamba mimi ndoa yetu sisi tuliamua kwamba makubaliano yetu, simu ni yangu, simu ni yake, password ni kila mtu na password yake, na maisha yanasonga mbele kabisa. Kweli si kweli? Ni hivyo. Na niseme kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu nini? Kutokuwa na makubaliano. Makubaliano ni muhimu katika ndoa, na kama makubaliano ni muhimu katika ndoa, ni vizuri kufuatilia yale makubaliano ili ndoa zizidi kukua na mwelekeo unaofaa. Basi tuendelee pale, tuingie katika mambo ambayo yameendelea, bado yanaendelea kusambaa katika mtandaoni. Sijui kana kwamba Patience umesikia habari ya kuhusu Nyota program. Naam. Naisikia kabisa. Na Nyota program, sijui waelewa nini kuhusiana na hii Nyota program. Okay. Nyota program kulingana na mimi ambapo nimefanya utafiti wangu kama mwanahabari, nikapata kwamba Nyota program ni program ambayo imefunguliwa haswa kwa vijana ambao ni vijana endelevu ambao wanazidi kufungua njia zao ama mipaka yao, mbali na kukaa tu chini, wanaanza kutengeneza biashara. They innovate kind of things zinawasaidia katika maisha yao. Na shida moja ni kwamba they're so innovative, wako na biashara kubwa, biashara nzuri, lakini kinachowafanya warudi nyuma ni kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Basi rais wetu William Ruto akaamua kwamba njia moja ya kuwasaidia hawa vijana ni kuunda uwezo wa kuwapatia fedha, kuwasaidia katika kufunga biashara zao, maybe katika masomo yao. Unajua katika hii program yetu bwana ya Nyota, si tu mambo na biashara. Ya kwamba rais akasema kwamba hapo sasa ni kwamba katika ile programu ya Nyota program ni kwamba rais alikuwa ameweka sekta muhimu, ama alikuwa ameweka tracks tofauti. Ya kwanza ilikuwa kuwa alikuwa ameweka, ya kwanza ni training, na hiyo training ilikuwa inatakikana 90,000 people. Ya pili ilikuwa satisfy for RPL. Hiyo ni ile kupewa certificate kwa wale watu ambao bado wako na experience kuhusu kitu fulani, lakini bado hama ulisoma kitu fulani kama ni catering na bado hauna ile certificate ya kuonyesha kwamba ulienda shuleni. Basi pia kulikuwa na nyingine ilikuwa ya tatu ni ya business training. Ilikuwa biashara pale. Ilikuwa inahitajika 110,000 people business. So kwa ile sekta ya 10,000 people, sana nikiangalia katika mitandao na nikifanya uchunguzi wangu ni kwamba watu wengi wameapply hii business training ambayo ni ya 10,000 people. Na ni kwamba siku ya jana watu wameanza training katika places tofauti. Ni kuwa hii training najua vile watu wanavyoielewa, na sijui kama wasikilizaji wanajua hili. Hii after ushamaliza kuapply, si heti kwamba unatumiwa zile pesa hivi tu.
kuna process ambayo bado unafuatilia. After ukishaenda kuapply ile pesa ya business training, kuna ile unaenda training siku ya kwanza, na ukienda hiyo training wanakutrain vile hiyo business yako utarun. Then wanasema kwamba katika ile 50,000 walikuwa wanasema wanakupea 12% ni ya savings. Bado despite kuwa wanakufundisha vile biashara yako itaenda, bado wanakufundisha bado ku save pesa yako. Basi jua kwamba ile 50,000 au pewe hiyo pesa yote, jua basi 12% ni ya kusave. Na basi ukishaenda training, kuna training unaenda, then sijui after 2 weeks ndio unapewa 50% of whatever ulikuwa upewe ya ile 50,000. Then kuna hiyo 12% ambayo ni ya savings itatolewa. So for the first time after umeenda training na umeambiwa like unafaa kuanzisha biashara, unapewa 22,000 shillings only. Then you come back, then you go again for a practical around 2 months. After shamaliza ile practical ya 2 months, now they give you the whole money ya ile 50,000 ilikuwa imebaki. Sasa hapo nilikuwa nimefika kwa business training. Next ilikuwa youth savings, hiyo ya NSSF. Ilikuwa inatakikana 190,000 peoples. Hiyo ni hiyo ya kusave mambo ya NSSF, unaijua tu na. Sasa hiyo ingine ya mwisho ilikuwa digital skills, SCP ilikuwa inatakikana 600,000 government procurement opportunities. And I wonder why katika hizi sekta zote digital skills ndio iliekwa watu wengi. Hiyo jambo nimekuwa nikijiuliza swali, why digital skills wameweka 600,000? Ni kwa sababu unajua kwamba vijana wako so innovative, na tukiangalia sana kwenye biashara, sawa uko na biashara viatu ya kuuza bibi mboga, lakini kuna mwenzako pale yuko so innovative lakini hana huo mtaji ambao ni wewe hauna fedha. So the digital skills ziko mingi sana. Kama unapata vijana wengi katika nchi ya Kenya sasa ni majenzi wamejiweka katika mambo na computerized, mambo na nini. So unapata kwamba kijana mwenye anafanya sasa biashara ya kuuza mboga ni kidogo sana kuliko yule mwenye ameketi katika ofisi ama ameketi katika computers kufanya kazi. Ndio unaona digital skills ina work sana. Tunataka tunatengeneza paka robots in the name of what? In the name of kutafuta pesa. Kwa hivyo digital skills iko na mtaji mkubwa kwa sababu ya vijana wako so innovative sahihi. Kwa hivyo wasikilizaji, sijui kwamba kila mtu ameapply hii nyota program kwa mayouths, na inasemekana si kila mtu, ni kuanzia miaka 18 hadi miaka 35 years. Kwa hivyo kama uko katika hiyo sekta hauwezi kuapply katika ile nini. Na bado wanasema ni yule mtu ambaye alisoma hadi kidato cha 4. Na basi kama ukuenda shule huwezi apply ile. Lakini basi walisema wataangazia ile jambo ya kuwa kuna wale ambao hawakuenda shule, wengine ni dropout au recognition of prior learning. Walisema kwamba bado wataangalia hiyo sekta ya wale bado hawakufika shuleni. Na basi ni kwamba watu wengi wanasema wameapply ile nyota program na wengi ni wanabiashara. Na basi sijui wasikilizaji kama bado kila mtu wameapply, lakini kwa sasa hivi ukijaribu imefungwa kwa sasa hivi. Sasa imefungwa. Ukijaribu kufungua hiyo nini, inakwambia unamaliza kuselect, sijui select the track, then inakwambia the program is closed, wait for the second phase. Ni kwa sababu walikuwa washatangaza katika maredio na katika TV na katika mitaani pale kwamba watu wa register, na walipomaliza kuregister ikachukua muda kidogo, rais akaongelea swala hili na kumbuka akiongelea swala hili akihimiza sana vijana wajiunge. Na baada ya hapo nafikiri ndo alienda kufunga mtandao ili kuwapatia wale ambao waliapply wapate nafasi ya kupata mtaji huu ama pata fedha hizo. Alafu after hiyo na sasa wafungue njia nyingine pia kupatia hao vijana watakuwa wana apply next, ambapo tunasema that was the first slot, so the next slot will be coming ambayo ni opening of the another application ya watu wengine wata apply. So kama mwenye haja apply haimaanishi kwamba imefungwa kabisa, inamaanisha kwamba kutakuwa na the next slot ambayo itakuwa inaanza. Na nafikiri watakavyokuwa naanza watatangazia kila mmoja. Kwa hivyo ni vizuri kusikiza radio, kuangazia magazeti na TV pia ili kujua unafanya nini katika nyota program. Na basi pia before tumalizie ni kwamba nataka kuambia
msikilizaji, basi after ushamaliza kuapply ile nyota program, hakikisha kwamba hujalegea ama huja apply tu, na basi after ushapata ile message, usiendelee tu kukaa pale ukisema basi pesa zitatumwa katika simu yako. Basi endelea na kufuatilia, kwa kuwa wanakutumia message, wanakuuliza unataka kuwa unaenda training wapi. Kama basi unaishi Mtopanga Estate, basi kuna mahali ambapo watu wanatakuwa wanaenda mahali kuendelea hiyo training. Kama basi unaishi Changamwe, basi chagua mahali ambapo utakuwa rahisi basi kwenda training. Ukishamaliza kupata ile nyota program, make sure hujalegea, bado endelea kufuatilia ile nini, ndo basi ikifika time kama ni ya training, juu ukikosa kwenda training au utapata zile pesa. Lazima ufuatilie uende ile training, ndio zile pesa zikianza kugawanyika, basi na wewe ukue kwa ile sekta. Naam, nasema kama hivi msikilizaji, nyota program inalenga kuwainua vijana wa kawaida, wale wanaopambana kila siku. Na kama wewe ni kijana uko na ndoto za biashara au una ujuzi lakini hauna mtaji ama hauna fedha, basi usikose nafasi hii. Nyota program inalenga kuwainua vijana wa kawaida, wale wanaopambana kila siku. Kama kijana uko na ndoto za biashara au una ujuzi lakini hauna mtaji ama hauna fedha, basi usikose nafasi hii. La muhimu ni kujua kwamba haichagui wewe ni mlemavu, haichagui uko na nguvu, haichagui unatoka wapi, haichagui wewe ni wa kabila gani. Inachukulia kila mtu. Uko na uwezo wa innovate kitu, uko na uwezo wa kufanya biashara, uko na uwezo wa kwenda kusoma, hata haiangalii degree levels. Hii ni wewe mwenyewe uko na skills, na hii unaweza kufungua biashara ukafanya, basi uko na nafasi ya kupata nini, nyota program. Nikikamilisha katika methali ya leo kuhusiana na nyota program ambayo nakufafanulia ni kwamba fursa haiji mara mbili, na penye nia pana njia. Niseme nini vijana wenzangu, jamani, pale mlipo mkisikia nyota program ambapo tunasema the new face is coming, hii slot ishafungwa, kuna njia nyingine pia the new face inakuja karibuni ambayo tujui ni lini, lakini fursa haiji mara mbili, na penye nia pana njia. Basi sasa kama penye nia pana njia, wajibu wako nini? Kuhakikisha kwamba utakuwa na update simu yako, kuangalia *254# ili kujua kama iko ready register pale, apply. You never know, unazapata kamtaji kako, unazapata fedha yako kidogo pale ikakuinua, na kesho ukasema kwamba nishapata biashara nzuri ama nishapata kazi ya kujifanyia balaka nyumbani tu bure. Basi tukimalizia, nataka kukumbushia msikilizaji kwamba ile *254# haitumii credit. Unabonyeza tu bure, hata kama uko na okoa, jua kwamba inabonyeza bure. Na pia basi nataka kuwakumbusha, after second phase imefunguliwa, hakikisha kwamba umeapply wa kwanza, kwa kuwa kila ward inatakikana 70 peoples kwa kila world. Kama ni world ya sijui ni ya wapi, like kama nyumbani vile mimi natoka Kisase world, najua hiyo world inatakikana only 70 people. So make sure ikishafunguliwa umeharakisha, umejaribu kuendelea kuapply, ili sasa basi opportunity, ujue kwamba opportunity comes once in a life. Kweli. Na kama basi opportunity comes once in a life ni onyo kwa vijana wenzetu pale mtaani, na kila mmoja anasikiliza isikele kwamba onyo la kutumia fursa inapokuja usiache ipite. Kwa hivyo hii ndio njia ya vijana wanafaa kuitumia kutimiza ndoto zao. Na tunasema nini, National Youth Opportunities Towards Advancement, ambayo ni nyota program. But tunasema National Youth Opportunities Towards Advancement, kazi yake ni kuinua na kusaidia vijana katika njia inayofaa. Kwa hivyo kazi yako ni kuapply, kuregister, alafu pale vile inakusaidia pale mbeleni. You're listening to Blue Radio. Sina lingine la kusema, ama pia ama una lambo lingine la kusema jamani? Mimi hapa jamani sina lingine la kusema ila kukushukuru wewe msikilizaji ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo kipindi hiki. Imekuwa kipindi kizuri sana, kwa sababu tumeanza na wewe pale mida hiyo ya saa 3 asubuhi mpaka mida hii ya saa 6 na dakika 27 zimekatika pale, ikiwa tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tukiwa pale tumekuwa na segments mbalimbali, tumekuwa na traffic updates, tumekuwa na power quotes ambayo ni tamko la siku, tumekuwa na spirit out ambayo ni tabia kera, tumekuwa na headlines today ambayo ni magazetini, alafu tukakamilisha hivi sasa hivi na the big conversation ambayo ni gumzo la siku. Nikushukuru vipi mimi msikilizaji, nasema tu asante sana kwa kwanza nasi. Asubuhi yetu imekuwa nzuri kwa sababu bila wewe hatujui tungeanze wapi, lakini kwa sababu wewe umekuwa msikilizaji mzuri wa kufungulia redio yako, ya kuingia katika blueradiokenya.co.ke kutusikiliza na kutusaidia bwana kufanya kipindi hiki kuwa kizuri kabisa. Hatuna lingine. Basi
msikilizaji, endelea kukaa pale pale ukitupatana na sisi kila Jumamosi mwendo wa saa 3 hadi pale mwendo wa saa 6. Katika mitandao ni utanipata kila mahali, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, every utanipata pale kama Faustina Mwende. Ukipatana na kila story yangu, ukipatana na video zangu, jameni, like, share and comment. Kweli kabisa. Tupo ndani kabisa. Naam. Na mimi nasema hivi kwamba msikilizaji unapopata nafasi itumie vizuri. Usione nafasi imekuja kitumie vibaya. Itumie vizuri maana kujikesheka. Alafu cha muhimu niseme hivi kwamba katika hii maisha ili ni kufundisha msikilizaji tunavotoka kwamba katika hii maisha never underestimate anyone in this life. As long as Mwende huyu mtu anapumua, anatembea, hata kama si kutembea, tutachana na kutembea maana kila mtu ana uwezo wake. As long as huyu mtu Mwende anapumua, hii leo akona uwezo wa kupumua, hajafa. Usi underestimate anyone. Don't underestimate anyone. Ukiona mtu pale anauza mboga barabarani, maybe anauza viatu, maybe kazi yake ni kukaranga chakula pale kuuzia watu, maybe ni hiki dairy na nini, haimaanishi kwamba umdharau. Usimshushe mtu hadi ukamwona ako duni sana. Eti kama unamwona hafai unaanza kumpiga, unaanza kumtemea mate, unaanza kumrushia maji machafu kwamba itahafai. Kesho ya mtu hauijui. Na kesho ya mtu kama hauijui, basi usidharau leo ya mtu. Maana kesho anaweza fika mahali akakupata barabarani ukitembea, na ile maji ambayo ulimwagia machafu akakubeba na gari lake akakwambia asante sana kwa kunimwagilia maji machafu. Leo hii nakubeba kwenye gari langu kukushukuru kwa maana ile maji ulimwagia ile kule kunishusha duni ndo kumeninua mimi. Kumbuka msikilizaji, unavomshusha mwenzako chini kumuona kwamba hafai, ndivyo Mwenyezi Mungu anavyozidi kumuinua katika level nyingine ya kukuja kukusaidia kesho. Jina langu ni presenter Patience Samba. Faustina Mwende. Asante kwa kusikiliza, asante kwa kanasi. Kwa heri. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.